Yesu asifiwe sana. Hawa watu, huyu mama mnayemuona amesimama pamoja na huyo kijana, kama ambavyo wameelezea kwenye ushuhuda wao kwamba ni wahamiaji, wako Nguduruguru kule chini kabisa, wana nyumba kule wanaishi. Sijajua kama wamejenga au wamepanga, lakini bahati nzuri nilipata nafasi kufika kwao jana na kufanya maombi. Huyu mama alikuja siku ya, ilikuwa siku gani? Alhamisi. Sasa iko hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Aliletwa na dada yake kutoka Mwangaranga, na yeye huyo mama alikuwa na changamoto. Sasa akampitia, akawa amemleta nyumbani kwangu majira ya saa 5. Sasa alipofika akanielezea ana kujisikia maumivu kiuno, lakini pia miguu na kichwa. Hasa alisema kichwa kimemtesa kwa miaka mingi, kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alikuwa amekuja akihitaji msaada wa maombi. Baada ya kumfanyia maombi, kilichotokea ni kwamba alianguka. Nikamwinua tena, nikamwambia asimame, akaanguka tena, akawa anaanguka tu, kila akisimama anaanguka, kila akisimama anaanguka. Na baadaye shetani akajidhihirisha, akasema hivi, mchungaji huyu anaitwa Pendo. Akasema huyu sio Pendo, ni Ashura. Aliyekuja hapa kwako ni Ashura. Huyu mama ametokea Mwangaranga, akampitia huyu ndugu yake akifikiri ni yule ndugu yake, lakini amempitia Ashura. Mimi ni Ashura, ninaishi Masumve. Pendo yuko nyumbani kwangu. Nimemchukua, na mara nyingi huwa ninamchukua kila wiki, huwa ninamchukua na kwenda kukaa siku 4 Masumve, na anafanya biashara ya kuuza matunda sokoni pale Masumve. Na akisimama kwenye biashara inakimbia namna hii. Nyota yake ni nzuri sana. Kwa huwa ninamchukua, ninampeleka kule, ninakaa naye siku 4, na siku 3 namrudisha nyumbani kwake, anakaa na mume wake. Zikiisha siku 3 namchukua tena, nampeleka Masumve. Nimeanza kufanya hiyo kazi tangu mwezi wa 11 mwaka jana. Na nisikiliza vizuri, tangu mwaka jana mwezi wa 11, lakini nimeshindwa. Ninaomba sasa mchungaji nimrudishe Pendo. Safari ya kumuita Pendo ikaanza. Piga kelele, rusha miguu, luka hapo. Baadaye Pendo anarejea. Sisi hapa kanisani kwetu tunaiona ni jambo la kawaida sana, na baadhi ya watu hawalielewi hili jambo, lakini ni jambo ambalo tunatakiwa tuone Mungu wetu ni jinsi gani alivyo na uwezo mkubwa kabisa. Yaani hili ni jambo gumu sana, kwamba mnaishi na mtu kumbe sio yeye. Hili jambo naomba liingie kwenye ubongo, kwamba kumbe unaishi na mume kumbe sio yeye huyo mume wako. Baba, ulijua? Jamani, mimi sikujua. Ukujua kabisa? Sikujua kabisa. Wewe unafikiri ni mke wako kabisa? Nilikuwa najua tu ni mke wangu, lakini hakuna viashiria fulani ambavyo labda vilikuwa vinakutia mashaka. Ukuweza kupata viashiria vyovyote? Mashaka yalikuwepo, lakini sasa yaani kule kuili nayo kwamba labda yaani ule uhakika sasa haukuwepo. Nini kilifanyika baada ya Pendo kuja? Akasema alipokuja tu amefungua macho, kaniambia, mchungaji, hapa ni wapi? Wewe ni nani? Hapa mchungaji, nani amenileta? Nikamshika hapa, nikakumbusha kwamba kumbukumbu zirejee. Akasema, unatuuliza wewe umefikaje? Akasema, nimeletwa na Ashura. Umetokea wapi? Akasema, nimetokea Masumve. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nauza biashara ya matunda kwa Ashura
ulienda lini Masumve? Akasema nilienda wiki iliyopita. Alinichukua wiki iliyopita, mume wangu alikuwa hayupo, akanichukua akanifuata, nilikuwa nimelala. Baadaye nikaona amesimama mbele yangu, akaniita akasema tumekufuata. Baadaye akanipiga wapi, nikajikuta niko Masumve na nikajikuta nafanya hiyo biashara ya kuuza matunda. Kwa hiyo nimekuwa Masumve. Nikamwambia, wewe binti, unamfahamu huyu aliyemleta sasa? Akasema namfahamu, huyu ni dada yangu. Dada yangu, umefika hapa saa ngapi? Akasema, wewe si nilikupitia nyumbani kwako tukaja na wewe hapa kanisani? Akasema, mimi sijafika nyumbani tangu wiki iliyopita, mimi nimekuwa Masumve. Sasa hivi ndio nimefanya nini? Nimerudishwa, niko hapa. Kwa hiyo hata yale yanayoendelea nyumbani kwangu siyajui kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hatimaye nikawa nimempigia simu mume wake, na mume wake akasema, sasa kama imetokea hivyo, naomba mimi ninaahirisha shughuli zangu, nitapanda basi kesho, ninarudi Ngudu nimkute kwako. Kwa jana huyu baba amefika jioni saa 11, akamkuta mke wake yuko nyumbani kwangu. Na sasa nataka nimhoji. Pendo, Bwana Yesu asifiwe. Unafurahi? Nimefurahi sana mchungaji. Kwa sababu gani unafurahi? Kwa sababu tu matatizo nilikuwa nayapitia sasa hivi sasa. Ndio. Unaweza ukawaambia hao wasikilizaji, hii shida ilikupata tangu mwezi gani ya kuchukuliwa na Ashura? Toka mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Ilitokea nini mara ya kwanza kukuchukua Ashura? Siku ya kwanza kunichukua Ashura. Ndio. Alinikuta tu ndani nimelala, ilikuwa ni mchana. Ilikuwa ni mchana. Ukamuona kabisa sura yake? Labda samani, huyo Ashura ni nani kwanza? Huyo Ashura ni ndugu yako? Hapana, sio ndugu yangu. Ni nani yako? Ila alikuwa ameagizwa na mama mdogo. Alikuwa ameagizwa na mama mdogo? Kumbe alikuwa ameagizwa na mama mdogo kuja kukuchukua wewe, kukupeleka kwa huyo mama mdogo? Hapana, sio kunipeleka kwa mama mdogo. Maana nikifika kule nitagundua siri zake ili nikakae tu kwake pale Ashura. Aha, kumbe alikuwa anakuchukua Ashura na kwenda kukaa kwake. Ulikuwa unafanya nini sasa kisha kukuchukua? Nilikuwa tunaenda kufanya biashara yake ya kuuza matunda sokoni. Soko la wapi? La Masumve. La Masumve. Kwa hiyo ulikuwa unauza pale sokoni? Unasimama kabisa sokoni unauzia watu? Hamna hata shida. Na watu wanakuona kabisa? Ndio. Wakijua wewe ni Pendo au walikuwa wanakuonaje? Walikuwa wanamjua. Lakini vipi, ulikuwa hukumbuki nyumbani kwako? Hapana, nilikuwa siku. Ulikuwa hukumbuki kurudi nyumbani kabisa? Na ilikuwa inakuwaje baada ya siku 4? Maana ilisemekana kwamba alikuwa anakuchukua na kaa kule siku 4. Ilikuwa inakuwaje zinapoisha hizo siku 4? Siku ile tu zikiisha na nirudisha nyumbani kwangu. Ukifika huku na kule sikumbuki tena chochote kilichokuwa kinatokea. Okay, ukifika huku unafanyaje? Unakumbuka? Nakumbuka. Unaelewa kila kitu? Naelewa kila kitu. Ila siku ya kuchukuliwa tena ukipelekwa kule, siku ya kuchukuliwa tena kupelekwa kule akinikuta tu nimelala ndani, na najikuta tu nipo Masumve. Najikuta huko ndani, napitwa tu na usingizi. Ndio. Nikienda kushtuka niko Masumve. Okay, Masumve. Kwa unajiona huko Masumve unafanya biashara ya kuuza matunda pale soko la Masumve. Ndio. Uliwahi kumwambia mume wako haya maneno? Kumbukumbu ilikuwa haipo ya kumwambia. Lakini sasa hivi kumbukumbu ipo. Kumbukumbu sasa hivi ipo. Sasa unasemaje? Unaliambiaje kanisa namna ambavyo Yesu amekufungua sasa hivi? Namshukuru tu Mungu. Unasikia maumivu yoyote kwenye mwili wako? Hapana, sisikii. Lakini zamani ulikuwa unasikia nini? Nilikuwa nasikia kichwa, ndio, mwili kuishiwa nguvu, zunguzungu. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa.